kausha damu we, kausha damu we, kausha damu we, haya. Naam, tunaendelea na simulizi yetu sehemu ya 3, simulizi nzuri kabisa, simulizi ya kausha damu. Hapa tunazungumzia hadithi ya Mama Rehema na kausha damu. Hapa tunaona sasa katika sehemu hii ya 3 namna ambavyo Mama Rehema anapambana na kulipa marejesho ya kausha damu. Mama Rehema amechanganyikiwa. Mama Rehema akitembea anaongea peke yake. Mama Rehema akionana na mtu tu anayemjua anakimbia, anajificha. Mama Rehema anahisi kama anatafutwa. Mama Rehema akawa anaona dunia hii imemlemea. Mama Rehema akikaa analia peke yake. Mama Rehema, yote ni nini Mama Rehema? Ni kwa sababu ya mikopo umiza, mikopo ya kausha damu. Kabla ya hapo Mama Rehema hakuwa na mateso namna hii. Mama Rehema hakuwaza alipoambiwa na shoga yake yule Mama Bure kwamba twende ukakope kausha damu. Mama Rehema hakuwaza kwamba ipo siku mikopo hii ya kausha damu ambayo leo anaiona inapatikana kwa haraka haraka akahisi ni msaada, kumbe mikopo hii ya kausha damu kesho na kesho kutwa inageuka kuwa mateso, inageuka kuwa kilio, inageuka kuwa maumivu makubwa kwake. Hali ya Mama Rehema ikaanza kudhoofu. Mama Rehema akitembea mwili umenyong'onyea, lishe hakuna. Kuna wakati anakaa anahisi kizunguzungu. Si wakati mwingine Mama Rehema anakaa sehemu anapoteza kabisa mpaka fahamu. Hajitambui, watu wanamsaidia. Hii yote ni kwa sababu gani? Amechanganyikiwa, msongo wa mawazo. Ilifika kipindi Mama Rehema akaona nifanyeje? Ninywe sumu? Nijinyonge? Nifanye nini? Mbona dunia hii imenilemea? Inafika kipindi Mama Rehema anakwenda kumlilia Mungu, anamwambia Mungu, kwani nimekukosea nini? Mbona ni mimi tu? Mbona wakina mama fulani wanakopa lakini mimi imekuwaje? Amesahau Mama Rehema. Amesahau kwamba ni bora kile kidogo alichokuwa anakipata ambacho kilikuwa kinamsaidia yeye pamoja na familia yake kulikoni kile kikubwa alichokuwa anakililia. Leo hii anaishi kama digidigi mji wake, lakini anaishi kama digidigi. Inaumiza sana, inasikitisha sana, inauma sana, inauma. Ndugu yangu, wewe kama hujawahi kukopa mkopo wa kausha damu, nisikilize. Usione hii na simulizi na kusimulia hapa ukazania ni jambo rahisi sana. Hauwezi ukafeel maumivu ambayo alikuwa anayapata Mama Rehema kama hujawahi kukopa mkopo huu. Kama ndugu yangu wewe hujawahi kukopa hata vocha kwenye simu yako, udaiwi songesha, udaiwi sijini vushe, udaiwi boostisha, udaiwi mkopo wote kwenye simu, hujawahi kukopa kwenye vikoba, hujawahi kukopa sijui unadaiwa labda hela ya mchezo, wewe ndugu yangu huwezi ukajua radha ya maumivu aliyokuwa anapitia Mama Rehema. Ilifika kipindi Mama Rehema akawa hachagui rika. Mama Rehema akawa anatembea na bodaboda. Mama Rehema yeye akikutana hata na mlevi njiani anapita naye. Mama Rehema ikawa hachagui umri, vibabu anaenda nao. Yote kwa nini? Anatafuta hela ya marejesho, anatafuta hela. Yaani Mama Rehema ikafika kipindi akawa alikuwa hanywi pombe lakini akawa ni mlevi. Yaani anakunywa pombe ili mradi tu aondoe aibu, aondoe stresi, msongo wa mawazo. Mama Rehema akasahau kabisa maisha yake yeye na watoto wake. Inauma, inaumiza sana. Vyombo sina, nguo sina, godoro sina mimi. Kausha damu ilimfanya Mama Rehema akawa anatembea na vijana wa hovyo, wahuni, vijana wa hovyo kabisa.
wanamdhalilisha, wengine wanamrekodi sehemu za faragha. Imefika kipindi wanampiga picha za utupu kwa sababu amelewa. Chakali alikwenda katika maeneo ambayo hakuwahi kwenda wakati hajajiingiza kwenye mikopo ya kuosha damu. Akawa anazijua kila aina ya kumbi za starehe anakwenda, ili mradi akatafute fedha. Akipata kiasi kidogo hawazi kula, hana rishe. Anafikiria maumivu makubwa ya kurejesha mikopo ya kausha damu. Inaumiza sana. Siku moja Mama Rehema akiwa amekata tamaa kabisa ya maisha, hali yake ya kiafya ilikuwa dhaifu sana, akaamua kwenda kutafuta msaada, kwa maana alikuwa anahisi anaumwa, hali ni ngumu, lakini hata hela ile ya kununua panado hana. Mama Rehema alitembea akakutana na mama mmoja, akamsimulia hadithi yake ya maisha. Yule mama alikuwa ni muungwana sana, akamsaidia chakula Mama Rehema, akala. Baada ya kula chakula akamwambia, mwanangu, sio kila mkopo, kila fedha unayopewa ukadhani ni msaada katika maisha yako. Kuna fedha zingine ukizipokea unazifanyia sherehe kabisa kuzipokea, lakini inakuwa ni kama vile umejitwisha mzigo mkubwa, ni kama rahana umeibeba. Nakushauri mwanangu, ukipata wasaa, ukapata nafasi ya kurejea katika maisha yako ya mwanzo, ogopa marafiki ambao wanakushauri kujiingiza kwenye matatizo. Ogopa marafiki ambao anakushauri kuingia kwenye mikopo migumu, lakini siku ukiwa na shida ya rejesho, hana cha kukusaidia. Ogopa sana. Basi siku hiyo yule mama katika pita zake akafika sehemu, akakutana na mkutano. Ule ulikuwa ni mkutano wa wananchi, wamekusanyika sehemu. Kulikuwa kuna mheshimiwa diwani mmoja maarufu sana mjini Morogoro kipindi hicho. Alikuwa mama mmoja hivi, mama wa watu sana, mtu wa watu sana yeye. Alikuwa anaitwa jina maarufu, alikuwa anamuita Mama Nyau. Kulikuwa na mkutano wake, anaongea na wakina mama. Alipopita eneo lile akawa anasikia mama yule anakemea mikopo ya kausha damu. Anakemea mikopo ya kausha damu. Yule mama akakaa akasikiliza, akasema, huyu mama ananisema mimi au nini? Basi baada ya mkutano ule kuisha, yule mama akamkimbilia Mama Nyau, mheshimiwa diwani yule viti maalumu, akaenda kumuomba, kampigia magoti na kumlilia. Anamwambia, mama nisaidie, mama nimeadhirika, mama nateseka, mama nisaidie. Alilia kama mtoto mdogo. Yule mama alimtazama akamwambia, nyamaza. Unajua nini kitaendelea? Unataka kujua nini kitafuata? Basi usikose kufuatilia simulizi hii ya Kausha Damu sehemu inayofuata. Kuwa nasi pamoja King David TZ kupitia akaunti zetu za YouTube, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Karibu sana. Comment, share, ikiwezekana wakaribishe na marafiki. Asante. Haya.